Bana, karibu sana kwenye Ngale Sports. Tuna mengi ya kujadili, mengi ya kuzungumza kuhusiana na taarifa mbalimbali za michezo, na leo tuwazungumzie wekundu wa Msimbazi, Simba. Simba Sports Club ina vitu vingi sana vya kujadiliwa. Simba mpya, Simba ambayo imefanya usajili mkubwa, Simba ambayo imefanya maboresho makubwa. Tumeona kocha, tumeona wachezaji, tumeiona Simba ikiwa ina perform kiwanjani, lakini hii Simba mpya ina kitu gani kikubwa ambacho tunakwenda kukishuhudia? Hii Simba mpya ina kitu gani cha tofauti ambacho huenda tukaenda kukishuhudia kuelekea mechi za ligi kuu, mechi za ligi ya mabingwa na mechi zingine ikiwemo za FA ambazo taji pia Simba analiwania kwa msimu huu. Ni Simba ya namna gani? Ni Simba ambayo ina kitu gani kikubwa zaidi cha kukitazama? Kwanza kabisa nikukumbushe kwamba hii ni Ngale Sports. Usisahau subscribe channel yetu ili uendelee kupata uchambuzi wa matukio na masuala mbalimbali ya michezo. Ndio tutazame Simba sasa. Simba wamemsajili kocha ama wamemtambulisha kocha Steve Barker. Siku kadhaa zimepita. Ni kocha ambaye ana usudu sana, aina ya wachezaji ambao kwanza damu zao changa, wana nguvu ya kupambana, wana nguvu ya kutafuta mali kiwanjani, lakini pia ambao wana uchu wa kutaka kufanikiwa, ambao hawajafanikiwa pengine ili yeye awape hayo mafanikio. Na mfano mzuri kwenye timu ambayo imetokea, timu ya Stellenbosch, timu ambayo ilikuwa nyota wengi ambao kwa misimu miwili mfululizo timu ilikuwa imefanya vizuri. Tumemuona huyo Ismail Ture alicheza hapo na akapata ulaji eneo lingine, lakini pia kuna kina Genino Palace eneo katikati ya uwanja, Fawaz Basadien katika eneo la pembeni, ulinzi wa pembeni ambaye alikwenda Mamelodi Sundowns, kina Ashley Kupido, wakina De Jong katika eneo la kushambulia. Ukienda kuangalia wastani wa age ama wastani wa umri wao, wachezaji wale wa Stellenbosch ilikuwa ni miaka 25. Wachezaji sana walikuwa wamefika kwenye umri ambao hawataki kufanya makosa mengi kiwanjani. Kwa hiyo kocha Steve Barker, hata ukiangalia Simba kile ambacho wamefanya kwenye dirisha la usajili, wameleta nyota ama wachezaji ambao wanalingana kile ambacho aliwahi kukifanya kwenye kikosi cha Stellenbosch. Na pia Simba wanaonekana kutaka kuendeleza project yao ya muda mrefu ambayo walianza nayo tangu kikosi kile cha kocha Fadlu katika msimu uliopita. Msimu huu ndio akaondoka kaenda kutafuta maisha sehemu nyingine, lakini kwa tunachokiona kwa Steve Barker, aina haja ambayo amewasajili ni dhahiri ama ni wazi sasa. Ni wazi sasa ni kikosi ambacho kina nafasi kubwa ya kwenda kufanya vizuri ndani ya muda fulani, lakini mpaka watakapokaa kwa pamoja kwa muda mrefu na kwa muda mwingi zaidi. Eneo lingine ni eneo ambalo kwa wachezaji tumeona nyota ambao wamesajiliwa na Simba. Wamesajiliwa na Simba ni nyota ambao ukiwatazama wanakupa picha ama wanakupa imani kwamba hawa ni nyota ambao wanaweza kwenda kupambana, wanaweza kwenda kutafuta mali kiwanjani kwa wastani wa umri wao waliokuwa nao. Na tumemwangalia Anicet Ora, mchezaji wa zamani wa ASEC Mimosas, na nilimuelezea hapa kupitia Ngale Sports kwamba ni nyota wa aina gani. Ora kabla ya kujiunga na Simba amepita ASEC Mimosas ambayo unasema ilikuwa na wakati mzuri sana. Kuna mechi ambayo Simba alicheza kule Ivory Coast, alipoteza kwa magoli 3-1. Ile mechi mbavu ya kushoto alikuwa yeye Anicet Ora, mbavu ya kulia alikuwa Oben Kramo, alikuwa katikati Mohamed Zograna, juu yao alikuwa Stefan Aziziki pamoja na Konate yule ambaye alitimkia kule Red Bull Salzburg ya Austria. Kwa hiyo ukiangalia nyota ambaye anaifahamu Simba kwa kuiona, kucheza nayo pia, lakini kocha Steve Barker amewahi kufanya naye kazi. Maana yake ana nafasi kubwa kwenda kudhibitisha kitu gani kilicho bora kwa upande wake katika hilo eneo la kushambulia ama katika eneo la kiungo mshambuliaji. Mchezaji mwingine ambaye tumemuona kwa wastani wa umri ambaye unaendana na kile ambacho kocha Steve Barker anakihitaji ni yule Libase Gay ambaye tulimuona kwenye finali za CHAN ambazo zilifanyika hapa Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, na hiki kituo chake kule Uganda alikuwa kundi moja yeye,
kwa maana ya Niger, kwa maana Senegal walikuwa kule Zanzibar, ambako tulimuona akiwa na wakati bora sana, lakini hata kwenye ile michuano ya tuliandaa michuano Tanzania kule Karatu, ambako tukacheza mechi na tuliona pia Senegal wakipambana. So Simba pia wameongeza mlinda lango kwenye eneo la ku replace ama kuchukua nafasi ya Musa Kamara. Tulimuona kwenye finali za CHAN. Yeye alikuwepo katika kituo kile cha Uganda, akicheza katika taifa la Niger. Kundi lao walikuwa wao Guinea, sambamba kabisa na Uganda na Afrika Kusini, walikuwa kwenye kundi moja ambalo lilionyesha ubora mkubwa sana akiwa kwenye jezi ile ya Niger. Mchezaji mwingine ambaye tunamzungumzia hapa, Ismail Toure, ameshafanya kazi na kocha Steve Barker, huenda akawa na wakati bora sana. Sasa balaa kubwa zaidi ni eneo la Ino Jospin Loemba, eneo la kushambulia. Yes, Simba wanaye Jonathan Soa, wanaye Selemani Mwalimu ambaye yupo kwa mkopo, mchezaji wa Wydad huyo, lakini bado mwendelezo wao haujawa mzuri, na Ino Loemba anategemewa kuwa nyota ambaye ataiongoza Simba katika ile eneo. Umri wake tu peke yake ni miaka 21. Maana yake ni kijana mdogo ambaye ana uchu na nguvu ama njaa ya kutaka kupambana na kufanikiwa kwenye football ambayo yuko nayo. Ni mchezaji ambaye kwa umri wake, nafasi ambayo anacheza kushambulia ni bora sana, mzuri kwenye kuharas mabeki wa timu pinzani, mzuri kwenye kuwafanya wawe huru kwenye mechi wa mabeki wa timu pinzani, mzuri pia kwenye mpira iliyokufa. Ni nyota ambaye raia wa Congo ile ya Brazzaville, tukiongea tunaelewana, lakini ametokea kule Colombe FC ama Colombe Sportive ya Colombe Sports ya kule Cameroon, ambako alipita pia aliyekuwa kocha wa Simba kwa kipindi kifupi sana, ama meneja wa Simba kwa kipindi kifupi sana, Dimitar Pantev. Yes. Mchezaji mwingine ni Clatous Chama. Yes, Chama ndio habari ya mjini. Simba walikuwa wanakosa creative midfield, nyota ambaye unaweza kusema changamoto kubwa ilikuwa kwenye eneo la namna gani ambavyo anatakiwa kucheza, anatakiwa kuthibitisha na kuongeza kilicho bora zaidi katika hilo eneo la juu. Ino Loemba, Chama ana uwezo mkubwa kutengeneza nafasi, kila mtu anamfahamu. Ana uwezo mkubwa wa kufunga, ana uwezo mkubwa wa kufanya timu icheze kupitia yeye, na hapa sasa ndiko ambako tunaweza kuona timu chini ya Steve Barker anaweza kupata njia na mpya ya kucheza, ikiwa nyota wengi wapya pasi na wale ambao tumewazoea, labda kina Limpanzu, kina Kibu Dennis, kina Neo Maema, ambao taarifa zao zinasema chochote kuhusiana na hatima yao kwenye kikosi cha Simba na dirisha hili dogo. Lakini ukitazama hii Simba mpya imekuwa na vitu vingi vya kujadili na vya kuzungumzia kwa kile ambacho tumeona nafanya katika dirisha lile la usajili. Eneo lingine ambalo Simba ameonyesha ubora mkubwa katika dirisha hili dogo la usajili ni namna gani ambavyo hao nyota aliowasajili amezingatia kulingana na mahitaji ya kocha Steve Barker anachokihitaji. Viungo washambuliaji wengi wamesajiliwa kwa sababu Simba viungo wake wengi washambuliaji hawana wakati mzuri. Tumewataja hapo kina Mpanzu, kina Neo Maema, kina Kibu Dennis, kina Morris Abraham, ambao wanapambana kudhibitisha ubora wao kwenye kikosi cha Simba, hawajawa na wakati mzuri. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo changamoto kubwa ya Simba ni swala la muda tu wao kuja kudhibitisha kwamba wako na wakati mzuri. Vinginevyo ni namna gani ambavyo wanaweza kuwa na wakati bora sana, kama ambavyo tumemshuhudia golikipa Mahamadou Tanja, ambaye yeye alikuwa na timu ile ya Niger kule kwenye CHAN, alikuwa na wakati mzuri, na tumemwona kwenye michezo wake wa kwanza dhidi ya Esperance alikuwa na kiwango bora sana. Hivyo Simba angalau wameziba yale magepa, ule uwazi ambao ulikuwa unaonekana kwenye eneo lao. Hawa nyota wapya wa Simba wanatarajiwa kufanya vizuri kwa sababu hizo sifa ambazo nimezitaja na mahitaji makubwa ambayo Simba amekuwa nayo kwenye nyakati hizi kwenye kikosi chake, lakini pia hata kwenye dirisha la usajili. Kwa wachezaji wengi sana wa kigeni ama wengi kutoka mataifa mengine, lakini viwango vyao havikuwa bora. Sasa ameamua kuwaacha wale na kuja na hawa wengine. Ameshatambulishwa Loemba, ameshatambulishwa Libase Gay, ameshatambulishwa Traore Ismail Toure, ameshatambulishwa Anicet Ora, ameshatambulishwa Clatous Chama, ameshatambulishwa na mwingine hapo tunamsahau. Loemba nishamtaja, ameshaingia kwenye timu. Hiyo yote ni kwamba watakuwa na wakati mzuri sana kwenye
mechi ambazo zinakuja, mechi ambazo zinafuata kwenye michuano yote kuanzia ligi ya mabingwa mpaka FA ya Tanzania, lakini pia na ligi kuu. Nikukumbushe tu kwamba hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe. Mwambie na mwenzio abonyeze alama ya kengele kama bado hamjafanya hivyo.